Kado mdogo wangu, nimekuita hapa, kuna swali kidogo nahitaji nikuulize na unipe maelezo ya kinifu. Kikubwa zaidi nilikuwa nataka nikuulize kwamba vipi kuhusiana na maendeleo ya ndoa yako? Yaani unaishiishi vipi kwenye ndoa yako wewe? Kaka, siku zote wanasema kosea vitu vyote, lakini usije ukakosea kuoa kaka. Hakika mimi nimepata mwanamke bora, mwenye uvumilivu, mwenye kunithamini na kunijali na kunipenda pia. Hakika na enjoy sana kwenye ndoa yangu. Nampenda sana mke wangu. Nisikilize Kado, nisikilize. Unajua, usijaribu kujificha katika shamba la kalanga kwa kuhisi kwamba hautaonekana. Shamba la kalanga hautaonekana? Mbona tumia methali ngumu sana kakaangu? Nashindwa kukuelewa, una maana gani? Nikikuangalia naona kabisa una kicheko cha msibani. Najua ni ngumu sana kunielewa nini namaanisha, lakini kwa kifupi tu, leo katika pitapita zangu kuna taarifa nimezipata zinazokuhusu wewe. Nimeambiwa kwamba wewe katika ndoa yako unapitia magumu sana. Lakini kitu ambacho nasikitika hapo, unaniambia kwamba unapitia furaha, unaenjoy katika ndoa yako, mkeo anakusikiliza. Lakini mimi nimeambiwa unapigwa, usikilizwi, huthaminiwi, unadharaulika na mke wako. Sasa naomba unieleze kinaga ubaga. Unajua mimi na wewe ni ndugu. Shida yako ndo shida yangu, na shida yangu ndo shida yako. Isitoshe mimi ni kaka yako. Hebu naomba nieleze, hizi taarifa ambazo mimi nimezipata zina ukweli gani ndani yake? Hapana kaka, hizi taarifa zina ukweli wowote ule. Sawa. Mimi natambua kwamba mdogo wangu wewe ni msiri sana, lakini pia ni mvumilivu. Ila tambua, haya maisha ni marefu mno na furaha yako ndo kitu cha msingi. Na usisubiri kesho yako ije na uponyaji ikiwa leo yako ina maumivu. Na siku zote mdogo wangu, kujithamini sio ujinga, bali ni ujasiri. Kaka, ondoa hofu na mashaka yote uliokuwa nayo. Ningekwambia tu kakaangu, niko sawa. Okay. Nimekusikiliza na nimekuelewa. Inaonyesha hizo taarifa ambazo nimezipata ziko sahihi kwa maelezo yako. Kwa kuwa unasema unaishi vizuri katika ndoa yako, basi nami nikutakia kila laheri. Mwenyezi Mungu akujalie na akubariki pia kwenye ndoa yako, uishi vizuri kama hivyo ambavyo wewe mwenyewe umesema. Asante sana kaka. Mapenzi alofanya Samsoni kwa Delila akanasa, ndo mapenzi alofanya kafungwa Babusea. Mapenzi alofanya Kanumba kapotea kabisa, ndo mapenzi alofanya Kiimba ukunalia awe. Ayana Mugambo, ayana Komando, ayana Charambo, mapenzi yanaumizaga. Yani mapenzi ni viji mambo, mapenzi ni ayo gando, mapenzi ni vita naumiza. Ukiliona naliwa kisa mapenzi, basi niacheni, basi niacheni, mana mapenzi yanaumiza. Basi niacheni, basi niacheni, basi niacheni, mana mapenzi yanaumiza.
Halo? Halo mke wangu. Uko wapi saizi usiku wote, muda umeenda? We vipi? Si nipo kazini? Inanumiza roho. Inanumiza. Kazini? Kazi gani saizi usiku? Tatizo lako umekalili kazi zinafanywa mchana tu. Kuna watu tunafanya kazi usiku kucha. Halafu usinisumbue, mimi nipo busy. Wewe umesubiri kuletewa chakula? Kaa hapo usubiri. Mwenzenu nilimwamini, manari nithamini, japo si kwa tana nini, akanipenda mazima. Wakaja wa mjini, wakamteka wakamthamini, wameniacha mimi siamini, wameondoka mazima. Ona ila mwambieni nami nayatamani, mapenzi ya kudekezana kama ya Sadia na Lioma. Ona Baby, umeamka? Vipi kipenzi? Mbona umebadilika ghafla? Lazima nibadilike. Hivi umepata wapi ujasiri na uthubutu wa kumjibu hivyo mumeo? Li bwana gani basi? Kuna limwanaume lipo tu. Halieleki mbele wala nyuma. Wewe ndio mume wangu peke yako. Hivi unadhani mimi ni mtoto mdogo? Kwa jinsi nilivyosikia mazungumzo yenu, inaonyesha dhahiri shahiri kuwa huyo mtu ni mume wako halali. Unajua kwenye maisha yangu sipendi mwanamke muongo. Ndio maana kabla tukuingia kwenye mahusiano nilikuuliza kuhusiana na status yako ya mahusiano. Ukaniambia upo single. Sasa inakuaje leo hii from nowhere mwanaume anakupigia simu usiku wote huu? Unadhani mimi sina akili? Mimi ni mpuuzi? Okay. Wewe unachotaka ni pesa. Maana vijana mambo leo mnaamini kuwa pesa inanunua furaha. Sawa. Kwa hapa nilipo sina cash, ila nitakutumia kama 100,000 kwenye simu. Then urudi kwa mumeo. Sawa? Please darling. Calm down and listen to me. Ulimana kosa nje sana Nyandebe. Nyanda ndondondo. Nyanda nshepu. Mimi siwezi kuacha klasi hivyo. Alafu ile bwana lipo tu, hata lisikutoe kwenye mudi. Tu umeenjoy vya kutosha. Kwanza mimi mwenyewe nilikuwa na mpango wa kuliacha. Hata uongee kwa Kichina, hata utumie lugha gani, siwezi kukuelewa kwenye hilo. Na kuomba urudi kwa mumeo, kwa sababu nafsi yangu inanisuta. Nimejaribu kuvaa viatu vya mwanaume mwenzangu ambaye mke wake amemsaliti. Nimeona hii kitu haipo sawa. Naona ipo kinyume na mazungumzo ambayo tunajadili kwenye kikao cha wanaume. Kwa hiyo please, rudi kwa mume wako. Siwezi kushiriki kwenye dhambi ambayo haiwezi kufutika kwenye uso wa dunia. Yani mapenzi ni viji mambo, mapenzi ni ayo gando, mapenzi ni vita na umizi. Ukiliona naliwa kisa mapenzi, basi niacheni, basi niacheni, maana mapenzi yanaumiza. Basi niacheni, basi niacheni, basi niacheni, maana mapenzi yanaumiza. Kwaga na uwezo
Ningemwomba Rais Mama Samia afungwe mahakama mapenzi, nimechoka kuumizwa, ila ndo sina vigezo, namuomba